Vita ya mpira wa miguu, Football War 1969, hadithi ya kweli ya vita iliyoanza uwanjani. Fikiria hivi, mechi ya mpira wa miguu inaisha, mashabiki wanapiga kelele, wengine wanafurahia ushindi, wengine wanaumia kwa kushindwa. Lakini badala ya watu kurudi nyumbani, nchi zinaanza kutangaza vita. Ndege za kivita zinapaa, mabomu yanaanza kurushwa, na ndani ya siku chache, maelfu ya watu wanapoteza maisha. Hii si movie. Hii ni historia halisi ya mwaka 1990, vita iliyojulikana kama vita ya mpira wa miguu. Historia iliyojificha nyuma ya mpira. Kabla hatujaingia kwenye mpira, lazima tuelewe ukweli muhimu. Vita hii haikuanza uwanjani. Ilianza miaka mingi kabla, kimya kimya. Kulikuwa na nchi mbili jirani katika Amerika ya Kati, El Salvador na Honduras. El Salvador ilikuwa nchi ndogo sana kwa ukubwa, lakini ilikuwa na watu wengi sana. Ardhi ilikuwa ndogo, ajira zilikuwa chache, na maisha yalikuwa magumu. Kwa hiyo, maelfu ya watu walianza kuvuka mpaka, wakienda Honduras kutafuta maisha bora. Mwanzoni, haikuwa tatizo. Lakini kadri miaka ilivyopita, mambo yalianza kubadilika. Wakulima wa Honduras walianza kuona kama wageni wanachukua ardhi yao. Hasira ikaongezeka. Serikali ya Honduras ikaingilia kati. Sheria mpya zikapitishwa, na ghafla, wahamiaji kutoka El Salvador wakaanza kufukuzwa. Nyumba zao zikachoma moto, mashamba yao yakachukuliwa, familia zikaanza kukimbia kwa hofu. Hii haikuwa tena siasa tu, ilikuwa chuki ya wazi kati ya watu. Na sasa, kulihitajika tu kitu kidogo kuwasha moto. Mpira unaingia katika mgogoro. Mwaka 1990, kulikuwa na mechi za kufuzu kombe la dunia. Bahati mbaya, au bahati mbaya sana, El Salvador na Honduras zikapangwa kucheza dhidi ya kila mmoja. Mechi ya kwanza ilifanyika Honduras. Usiku kabla ya mechi, mashabiki wa Honduras walikusanyika nje ya hoteli ya timu ya El Salvador. Walipiga kelele, walirusha vitu, hawakuacha wachezaji walale. Kesho yake, mechi ilichezwa. Honduras wakashinda 1-0. Lakini ushindi haukuishia uwanjani. Mashabiki wa El Salvador walishambuliwa. Baadhi walipigwa, wengine walikimbia kwa hofu. Hasira ikavuka mipaka. Kulipiza kisasi. Sasa ilikuwa zamu ya mechi ya pili, El Salvador. Lakini safari hii, hali ilikuwa mbaya zaidi. Timu ya Honduras ilipofika, walikutana na chuki kali. Hoteli yao ilizungukwa. Usiku kucha, hawakulala. Mji mzima ulikuwa kama umejaa hasira. Siku ya mechi, El Salvador walishinda 3-0. Lakini nje ya uwanja, hali ilikuwa ya kutisha. Mashabiki wa Honduras walishambuliwa. Magari yalivunjwa, watu walijeruhiwa. Hii haikuwa tena michezo. Ilikuwa vita ya kihisia. Mechi ya mwisho na uamuzi mkubwa. Kwa kuwa kila timu ilikuwa imeshinda mechi moja, kulikuwa na mechi ya tatu ya maamuzi. Mechi hii ilifanyika Mexico. Ulinzi ulikuwa mkali sana. Lakini hata hivyo, mvutano ulikuwa juu sana. Mechi ilikuwa ngumu. Dakika zilivyopita, pressure iliongezeka. El Salvador walishinda 3-3. Lakini kilichotokea baada ya mechi ndicho kilibadilisha historia. Serikali ya El Salvador ilitangaza rasmi inakata uhusiano wa kidiplomasia na Honduras. Hii ilikuwa ishara wazi. Vita ilikuwa karibu kuanza. Vita inaanza. Tarehe 14 Julai 1969. Asubuhi ilianza kama kawaida. Lakini haikudumu. Ndege za kivita za El Salvador zilianza kuruka angani. Mabomu yakaanza kushuka Honduras. Jeshi la ardhini likavuka mpaka. Ndani ya muda mfupi, vita kamili ilikuwa imeanza. Honduras nao wakajibu mashambulizi. Mapigano yakawa makali sana. Milipuko, risasi, moto na kilio cha watu wasio na hatia. Madhara ya kutisha. Ndani ya siku chache tu, zaidi ya watu 3,000 walikuwa wamekufa. Maelfu walijeruhiwa. Familia zilipoteza wapendwa wao. Watoto walibaki yatima. Zaidi ya watu 3,000 walikimbia makazi yao. Nyumba ziliharibiwa. Uchumi ukaanguka. Na yote haya yalitokea kwa muda wa chini ya wiki moja.
Mwisho wa vita. Jumuiya ya kimataifa ilianza kuingilia kati. Shinikizo likawekwa kwa nchi zote mbili kusitisha mapigano. Tarehe 14 Julai 1969, vita ilisimama makali sana. Madhara ya kutisha. Ndani ya siku chache tu, zaidi ya watu 3,000 walikuwa kuama katika makali sana. Watoto walibaki yatima. Watoto walibaki yatima. Ukweli mkubwa. Sasa swali kubwa ni hili. Je, kweli vita hii ilisababishwa na mpira wa miguu? Jibu ni hapana. Mpira ulikuwa tu cheche. Moto ulikuwa tayari umejaa ndani ya watu. Chuki, migogoro ya ardhi, siasa. Mpira ulifanya tu kila kitu kulipuka. Hadithi hii inatufundisha kitu kikubwa sana. Wakati mwingine, vita hazianzi kwa sababu tunazoona juu. Huanzia ndani, katika chuki, katika maumivu, katika migogoro isiyotatuliwa. Na kitu kidogo tu kinaweza kuwasha moto mkubwa sana.